Mpenzi mtazamaji wa FMW TV, ni wakati wako mwingine tena wa kutufuatilia katika kipindi cha kupendwa kabisa cha maisha na fikra za wanachuo. Kwa siku ya leo hapa nitakuwa na mwanachuo atatuambia harakati zake za kimaisha mpaka akafikia kaenda chuo. Idea ya kwenda chuo ilikujaje? Mambo mengine unamaliza shule moja kwa moja na kuamua kurelax nyumbani. Yeye ilikuwaje? Karibu. Unaitwa nani? Yeye anaitwa Baraka Edgar. Najua chuo ni asilimia kubwa ni watu wazima wanaenda. Watu ambao wanajitambua kwamba wanafahamu kwamba kuna wengine wanaenda chuo wakiwa wameshaolewa, wengine wakiwa wameshaoa. Kitu gani ambacho ulikuwa unafikiri sivyo, lakini baada ya kufika chuo kutana kumbe ndivyo hivi unaweza kaishi hivi? Ni kitu gani ambacho utakisahau? Kitu ambacho sitakisahau ni kwamba kama surprise kwako baada ya kufika chuo. Kama nilikuwa naona kwamba maisha yani yatakuwa tu kawaida na vile ambavyo tumezoea kwamba tukiwa hatujavaa uniform inakuwa maisha yanakuwa mepesi zaidi. Lakini kumbe ilikuwa hivyo. Kwamba ilikuwa ni notion tu kufanya ambayo tumeshajijengeaga tangu tukiwa kwenye shule zetu huko. Lakini baada ya kufika pale mambo yakawa yamebadilika kidogo. Kwamba sio vile natarajia ambavyo yalikuwa au yanavyosemwaga na watu wengi. Ni kitu gani ambacho sasa wewe ulifika kukitarajia tofauti na ulivyokuwa unafikiri? Cha kwanza ni namna yake ya ufundishaji. Tushazoea tuna labda tu kwenye vipindi kadhaa vya mashule yetu ndio tunapata kusoma na projector na nini. Lakini huku ni na kuna ile sheria zile kengele kwamba mnakuwa systematic, mnajua kabisa ikifika saa 4 wote tunatoka, ni muda wetu wa break. Yani saa 4 ikatokea wewe ni mwalimu alafu una mambo yako anataka uendelee kufundisha, inaonekana kama namnafanya ukatili. Lakini chuo ni wewe mwenyewe, hakuna ambaye atakusukuma kwamba kafanye muda ulale ukapate break. Yani ni wewe mwenyewe jinsi ya kuweka ratiba zako na kuwa punctual kwenye mambo yako mwenyewe. Kitu ambacho nilikifanya na sitasahau, nakumbuka pale siku ya kwanza nimefika pale. Sielewi yani kama kuna mfumo wa chuo, kwamba kuna kitu kinaitwa nini, niingie, nijisajili. Kifupi ile wiki yote kifupi nilipata sana tabu sababu nilikuwa sielewi. Hata pale baada ya kuanza masomo, na zile ambao ndo madarasa sasa tunaita venues, nazo pia nilikuwa sielewi ziko wapi. Hiyo nilipelekea mpaka nikawa nasoma somo ambao sichukui, yani somo ambao sisomi. Hiyo nikawa naona ni kama ni somo ambao natakiwa nisome. Kwa baada ya muda nilikaja kuona kwamba kuna watu fulani kwenye baadhi ya vipindi naingia nao somo moja, masomo karibu yote. Lakini ni masomo moja wao waga siwaoni. Baada ya kufuatilia vizuri nikaja kujua kwamba kumbe natakiwa niungane na wale somo nalo ingia hili mimi sitakiwa kusoma. I see. Okay, sawa. La mwisho la kumalizia, nataka wape motisha wale ambao wako home saizi wanakufuatilia, wanatamani kufika chuo lakini labda kuna vikwazo vidogo au labda wengine hawana vibe ya kuja chuo, ya kupatia moyo. Acha kupatia moyo halisi wa kitu ambacho sasa wewe ulikishuhudia kwa chuo. Cha kupatia moyo kwamba nipende tu kuambia kwamba kufika chuo ni sehemu mojawapo ya malengo yako kama ni jana. Ukifika chuo kuna fursa nyingi, lakini pia inakusaidia upeo na kupevuka akili. Na pia ukifika chuo kuna ile akili ya kusema kwamba sasa nimekuwa kuna baadhi ya vitu unaweza ukavifanya kwa wewe mwenyewe kutokana na kwamba kunakuwa hakuna atakaye kusimamia. Tofauti na ilivyo shuleni kwamba kuna muda wa kulala. Huku ukifika unajisimamia wewe mwenyewe zaidi kuliko kusimamiwa. Kwa hiyo naitwa Baraka Edgar Paso. Nafuatilia FMW. Kwa hiyo mtazamaji usisahau kusubscribe kwa hii channel inahusika na maisha na fikra ya wanachuo. Usisahau kusubscribe, share, comment. Ciao.